wawekezaji, na hii ni story time kidogo. Kama kawaida yangu nikukupa visanga vya wawekezaji. Sasa kuna ile situation umeweka zako jamvi fresh, umeweka labda timu zako 6. Timu 5 zimetiki zote, mbakia timu moja. Timu moja labda uliweka timu kubwa na ndogo hizi. Tufanye labda ni Man City hata na Wolves kudareki. Umeweka zako GG itokee, basi mechi imeanza. Pa. Ile Wolves akapata goli, unasema yes, mambo si ndo haya. Maana yake Wolves ampata goli, maana yake Man City kurudisha uhakika. Basi dakika zinaenda, Wolves ampata chuma mapema kabisa dakika ya 10 hapo. Dakika 20, dakika 30 Wolves anapata chuma ya pili, unasema mambo si ndo hayo. Maana yake Man City kapigwa chuma mbili, maana yake lazima atafute goli. Mechi haiwezi kuisha hivi hivi kama Man City hajapata goli. Basi dakika zinaenda, kipindi cha kwanza kinakata, game inaisha, kipindi cha kwanza 2-2. Tunakuja kipindi cha pili, basi unasema kipindi cha pili basi wa Man City watafanya sabu, wanakuja kutafuta magoli, hawezi wakafungwa nyumbani. Basi mechi inaendelea dakika 45, ya 50, 60, dakika ya 60 Man City wanapata goli, vibe inakuja, refa kakataa, VAR wamekataa. Basi inaenda dakika 70 Man City wanalamba red, wanapungua. Sasa hapo akili inaanza kukukaa sawa, hii inakuaje? Yes, tunaenda dakika 80 Man City wanataka kutafuta goli, unashangaa walipati. Kwenye malalamiko ya kocha, refa anatoa kadi nyekundu, na kwa kocha pia, kocha anaondoka, maana yake hamna kufanya maamuzi na sabu zimeisha. Oya, kama ushikutana na mtu ana hasira, basi ndio mtu wa namna hiyo, usidhubutu hata kumgusa. Mechi inaisha 3-0, Man City kapigwa nyumbani kwake na chuma hajapata, afu ndio mechi ilikuwa imebaki hiyo. So poa mwanangu, wanasemaga mapenzi yanaumiza, kisanga hichi kisikukuta. Waulize wakamalia, watakwambia. Si mwingine ni mimi mwekezaji halisi. Kesho ndakuwa hapa kukupa kisanga kingine.